teaching the kids. Walikuwa wanafundisha watoto. She was involved with cooking. Yeye alikuwa na hali ya kushughulika na kupika chakula. Going out and evangelizing. Yeye kutoka nje akafanya uinjilisti. So we were both very busy. Wote tulikuwa na shughuli. And what suffered? Na nini ilikuwa na shida? Our marriage. Ndoa yetu ilitaabika. We were tired. Tulichoka. We didn't have what we were supposed to give to each other. Hatukuwa na chochote chenye tungepeana mmoja kwa mwingine. So we were there for 5 years. Tulikaa kule miaka 5. We came back to the States. Tukarudi Marekani. And I joined a church on staff. Nikaingia kwa kanisa. And the church had 5,000 members. Na ile kanisa ilikuwa na watu 5,000. And I was over 8 different ministries. Na mimi nikawa kiongozi wa vikundi karibu 8. Doesn't this sound familiar? Sio inaonekana sawa? Busy. Yaani utakuwa na shughuli kila wakati sababu unasimamia ministry karibu 8. It becomes a sin to be too busy to obey. Inakuwa dhambi kama unakuwa na shughuli nyingi mpaka hata hauwezi tii. Dave is being very honest about his role in the not having priorities. Na unaona yeye David amesema ya kwamba amekuwa mwaminifu sana ya kwamba hakuwa na mpangilio. But let me speak to you women. Wacha mimi nasa ninene kwa wanawake. Because we can take on the role as mother. Tunaweza chukua jukumu zetu kama mama and make it the most important thing in life. Na tukaona ya kwamba shughuli hizo ni za maana katika maisha. And it is. Na yes, ni hivyo. God gave us children to mentor, grow up. Mungu alitupatia watoto ili tuwalee na tuwaguze, take care of, tuwalinde, tuwatunze. One of the most important jobs a woman has. Na kazi ya muhimu sana ambayo mwanamke ako nayo. But when you take that role and make it more important than your husband, na kama unachukua shughuli hizo zote unaona ni za maana kuliko mume wako, then you're at balance. Sasa wewe umetoka kwa njia. When we would discuss what the problems were in our marriage, na tunapoendelea kujadiliana vile shida zilizokuwa katika ndoa yetu, one of the things I would say to my husband, kitu kimoja ambacho ningeambia mume wangu, when he said I wasn't giving him enough time, kama angesema kwamba sijampatia muda wa kutosha, I would say, but the children can't take care of themselves. Ningemwambia kwamba unajua watoto hawawezi kujilinda. It's my job. Ni kazi yangu. And you can take care of yourself. Na wewe unaweza kujilinda sababu wewe ni mkubwa. So I'm doing what I'm supposed to. Ninafanya yale ambayo ninastahili kufanya. Again, tena not taking care of my marriage. Nilikuwa nimeacha kuchukua majukumu kwa ndoa yangu. I put my role and my responsibilities as a mother, nilichukua majukumu yangu kama mama above my husband. Na mume wangu. And God gives order. Na Mungu anatupa mpangilio. You know, we talked about God being first, tunenea kwamba Mungu wa kwanza, marriage being second, ndoa iwe ya pili, ministry being third, huduma ni ya tatu. But within the marriage, lakini katikati ya there's an order also. Kuna mpangilio pia kwa ndoa. Your first responsibility, majukumu yako ya kwanza, is the man that God gives you. Ni mwanamume ambaye Mungu alikupatia majukumu ya kwanza mama. He has needs also. Yeye pia ana mahitaji. Not just your children. Si tu watoto peke yake. God's called you to be a wife. Mungu amekuita wewe kuwa mke, then a mother. Na usaidia kuwa mama. So, you know, some of the things that we've learned, baadhi ya vitu ambavyo tumejifunza, and some of the things that we've learned over the years, vitu ambavyo tumejifunza, is that there's very important needs for a man. There is na kuna hitaji la maana sana kwa mwanamume. And for a man, kwa mwanamume, he needs to understand the very important needs of a woman. Lazima yeye pia aelewe hitaji la muhimu kwa mwanamke wake. And God did make us very different. Mungu alituumba tofauti. Some of the needs that a man have
Na mahitaji, baadhi ya mahitaji ya mwanamume, he needs to be honored and respected. Mwanamume anataka umheshimu. When a man feels dishonored or not respected, Mwanamume akiona ya kwamba anahisi ya kwamba haujamheshimu, there's an emptiness, and he's going to look for that encouragement someplace else. Unaona akikuja mwanamume akikuja nyumbani akiona ya kwamba hajaheshimiwa, atajaribu kuenda mahali pengine, mahali ambapo wanaweza kuheshimu. Wamama mnasikia? Intimacy, Ule ukaribu between you and your husband is very important. katikati yako na mume wako ni cha maana. We're not just talking about the physical activity, Sio tu vitu vya kawaida vinavyoonekana, but there's intimacy in conversation. yaani kuwa tu karibu kwa kuongea na yeye. There's intimacy in time spent together. Kuna kuwa na wakati mzuri pamoja, And then there's the physical intimacy na also. kuna pia ule ukaribu wa kimwili. Pastor Dave and I are best friends. Na unaona Dave na mimi tuko na ni marafiki wazuri. Friendship doesn't come from just knowing each other. Urafiki hauwezi kukuja tu kwa sababu tunaujuana pale. You don't become friends just because I say hello. Na hauwezi kuwa rafiki yangu kwa sababu nimekuambia. You become friends by spending time together. Tunakuwa marafiki tukiwa na muda pamoja. Talking about things. Tunanena juu ya vitu. Getting to know who that person is. Ukianza kujua huyu mtu ni nani. Before we got married, kabla hatujaoana, we had a very strange relationship. Tulikuwa na uhusiano wa ajabu. And the young people in our church always love to hear our story, how we met. Na vijana kanisani mwetu wanapenda sana kusikia historia vile sisi tulikutana. We were friends. Tulikuwa marafiki. Until the day he asked me to marry him. Mpaka wakati nilipoolewa kwake. We didn't hold hands. Hatukushikana mikono. We didn't kiss. Hatukupeana busu. We were friends. Tulikuwa tu marafiki. And you always marry your best friend. Unajua unaolewa kwa yule rafiki yako mzuri. Because when all else goes crazy, kwa sababu vitu vingine vyote vinapoharibika, I can go to my friend. Nitaenda kwa rafiki yangu. So I always tell the girls that want to know my story. Na huwa naambia vijana, je, mnataka kujua historia yangu? You look for a man unatafuta mwanamume who loves you as a friend first. Yule ambaye anakupenda kwanza. So the last thing that we talk about is kitu cha mwisho ambacho tumeongea ni a man needs domestic support. Anahitaji usaidizi wa kinyumbani. He needs support at home. Anataka umsaidie